Yanga imeshajijenga kuwa tishio kwenye ligi kuu Tanzania bara na ukanda huu wa Afrika Mashariki, na sasa inavyoonekana wanaelekea kusogea kusini mwa Afrika, lakini mtihani pekee uliobaki umekuwa ni kupambana na mataifa ya magharibi mwa Afrika ambao vilabu kama National Al Ahly, FAR Rabat, Wydad Casablanca pamoja na Pyramid na mataifa mengine. Kwa nini hatukuona ubora wao dhidi ya FAR Rabat? Nadhani ndo maswali mengi yanaibuka hapa, na leo niko hapa kwa ajili ya kukupa ufafanuzi kuhusiana na hilo. Mwalimu Pedro amejenga Yanga au alijenga Yanga kwenye muundo wa kujilinda, na alichokifanya Pedro sio kosa, maana tumesha kuwa mashahidi wa makocha wakubwa huko barani Ulaya na wakiamua kwenda na muundo wa kujilinda. Kama unakumbuka, Mourinho anachukua makombe akiwa Chelsea, hakuwa kocha wa kushambulia muda wote. Diego Simeone na Atletico Madrid pale Hispania, lakini pia makocha wengine, hata Mikel Arteta na yeye sasa hivi anaingia kwenye orodha ya makocha ambao wanapenda kujilinda. Ila kabla tujaendelea mbele, nadhani kuna vitu ambavyo natamani nishare na wewe tuweze kujadiliana hapa kwa wachezaji. Hasa hapa nataka tutazame timu ambayo inajilinda. Ni vitu gani ambavyo ni vema wakavifanya. Kwanza, muundo wa kujilinda au kumenza mashambulizi unahitaji akili kubwa sana ya wachezaji wote 11 kuwa uwanjani wakiwa na nidhamu kubwa sana, bila kusahau uelewa mkubwa wa muundo wao au mfumo wa uchezaji kwa pamoja. Sasa tuangalie nini cha kuzingatia na ni wapi Yanga walikuwa bora, lakini pia wapi Yanga hawakuwa bora mpaka wakaadhibiwa. Namba moja ni compactness. Hapa tutaongelea kuziba kila aina ya nafasi ambayo inaweza kugeuka kuwa faida kwa mpinzani wako. Hakikisha mistari yote mitatu inakuwa karibu: mstari wa ushambuliaji, mstari wa kiungo pamoja na mstari wa ulinzi, na pia wachezaji kuwa karibu sana. Hii inasaidia kuwanyima au kumnyima mpinzani mwanya au mianya ya kupiga pasi zao ambazo zinaweza zikawa ni hatari. Force wide and defend crosses. Hapa tunaongelea namna ya kumlazimisha mpinzani wako kwenda pembeni mwa kiwanja, na kule ndio wazo litakuwa moja tu, atatumia mipira ya cross ambayo tayari mnakuwa tayari kukabiliana nayo mara moja, kwa sababu tayari umemlazimisha aende pembeni mwa kiwanja. Positional discipline. Mchezaji au wachezaji lazima wawe na nidhamu kubwa sana ya kutovutiwa na mpira. Yaani kama mpira ukiwa mbali, wahakikishe hawavutiwi kwenda, maana yake wakienda wataharibu muundo mzima wa kujilinda na kutengeneza magepo ambayo yatakuwa faida kwa mpinzani wako. Transitions and attack. Kwa kuwa timu yako ipo chini, maana yake mpinzani wako atakuwa juu sana, na hapo ndio unapata nafasi ya nyuma ya mstari wa walinzi wa mpinzani wako. Kama ukifanikiwa kuupora mpira, unatakiwa kuwa na uharaka zaidi wa kunufaika na hizo nafasi ambazo mpinzani wako ameziacha nyuma, na unabidi ufanye tukio hilo kwa haraka zaidi. Hii ndio tunaita transition wakati unashambulia. Kwa leo nimalizie na closing down. Timu ipo chini, ule mstari wa kiungo uwe wa kwanza kuzuia mpira wa aina yoyote. Pale tu mpira unapokaribia karibu na goli, hapa ni sambamba na kushinda mipambano yote, ila pia mipira ya juu aerial balls pamoja na mipira ya chini grounds balls. Yanahakikisha kila aina ya mpira ambao unakaribia kwenye lango mnakuwa wa kwanza kuzuia bila kuharibu muundo wa timu kuzuia. Baada ya kujua baadhi ya vitu muhimu, timu ambayo inakuwa inazuia kwa muda mrefu sana, turejee kwa Yanga. Wapi walikuwa bora na wapi walionyesha udhaifu hadi wakaadhibiwa? Yanga walikuwa nyuma ya mpira wakiwa wanaanza na muundo wa 4-4-2, ila muundo huu ulianza kuonyesha madhaifu pale tu ambapo wingback mmoja wa FAR Rabat akishika mapana ya uwanja. Maana yake mlinzi ambaye atakuwa upande ule atalazimika kwenda wide kumfuata, na hapa ataacha gap katikati ambalo ile front 3 au wale wachezaji watatu wa FAR Rabat ambao wanashambulia kwa juu, mmoja wao anaweza kunufaika na ile half space. Kwa kulijua hilo, kocha Pedro akaamua kumshusha winga mmoja endapo FAR Rabat watakuwa wanashambulia upande mmoja, ili kuliziba au kuiziba ile half space ambayo itakuwa imeachwa na mlinzi pembeni. Hivyo ndo maana tunaona kuna muda mstari wa walinzi unakuwa na wachezaji 5 au muda mwingine ulikuwa na wachezaji 6. Maana yake ni kwamba hakuhitaji kupata zile half space ambazo zingekuwa ni faida kwa upande wa FAR Rabat. Abubakar na Mwamnyeto walikuwa kwenye kiwango bora, walijua fika lazima washinde majaribio yote ambayo FAR Rabat watajaribu, hasa yale ambayo yatahitaji nguvu za kimwili na mipira ambayo itawahitaji wao kwenda hewani
kuishinda, maana ndio kawaida ya timu ambayo inakuwa inazuia muda wote, lazima kila majaribio ambayo yanakuja wayashinde. Hapo kwenye kushinda mipambano Yanga walikuwa bora, hasa kwenye kulizuia au kwenye kulilinda boksi lao. Nadhani kuna sehemu mbili ambazo kwa Yanga huenda hawakuwa bora sana au walizidiwa ubunifu na FAR Rabat, ndio maana wakafanya makosa. Moja ya kosa walilofanya, waliruhusu goli la kwanza la mchezo, kile makosa mengine walikuwa hawakuweza kuruhusu goli, au tuseme waliweza kufanya clearance bora licha kwamba walifanya makosa. Mwanzo nilizungumzia swala la transition and attack. Hapa ndio kazi ilipokuwa. Mara nyingi Yanga walipokuwa wananufaika kuupora mpira, ila swali ilikuwa linabaki kwa hawa wachezaji wa Yanga wanaufanyia nini mpira. Yes, tunakubali kwamba kulikuwa na idadi kubwa ya walinzi wa FAR Rabat, maana walikuwa wanaacha wachezaji 3 hadi 4 kwenye rest defense, ila sio Pacome wala Dep ambaye alionyesha uwezo wa kukaa na mpira au kufanya maamuzi ya haraka. Angalau baada ya kuingia Prince Maro Dube ndo alionyesha kitu cha ziada kwenye mchezo huo. Maana yake kama umeamua kupaki basi na umeshindwa kufanikisha hili, hesabu kwamba huo mchezo utapoteza, maana huwezi kufunga kama hautashambulia, na hauwezi kushambulia ukiwa low block kama hautotumia transitions vizuri. Yanga sababu walikuwa wengi chini hasa wakati wa build up na walikuwa chache mbele, pia uwepo wa mstari wa FAR Rabat kuwa juu, waliamini kwa kutumia mipira mirefu ingekuwa rahisi kwao kushambulia, ila bado tunarudi pale pale, uwezo kukaa na mpira, kufanya maamuzi ya haraka ulikuwa chini kwa baadhi ya wachezaji wa Yanga, na hii ikawa rahisi kwa FAR Rabat kuzuia. Pia idadi yao kuwa ndogo, ndio maana ilikuwa ni kawaida kuona zile moment za 1v2, yani mchezaji mmoja wa Yanga anakabwa na wachezaji 2 mpaka 3 wa FAR Rabat. Bila mpira mnahakikisha kila mpira mnakuwa wa kwanza nyie, na mipira ya pili mnakuwa wa kwanza nyie, ila ndani au karibu ya boksi hii ilionekana kuwa shida kwa baadhi ya wachezaji wa Yanga. Kuna muda walikuwa wanachelewa kwenye maeneo, jambo ambalo liliwafanya FAR Rabat kunufaika na udhaifu huo. Ukirejea goli la FAR Rabat ambao alifunga dhidi ya Yanga, utagundua kwamba ilikuwa ni mpira ambao umetokana na mpira wa juu. Maana yake ni kwamba mpira wa kwanza waliweza kuclear, ila goli likasababishwa na ile second ball. Kuna tofauti baina ya Pacome na Mzize kwenye majukumu ya kiulinzi. Pacome alikuwa anasoma kama mlinzi wa pembeni ili kumruhusu Zimbo kuingia ndani, na ndio maana hatukuona overload sana sababu ya uwepo wake. Ila Mzize alikuja, hakuwa anafanya kama Pacome. Hata ukiangalia nafasi ambayo yupo Mzize, ukimtazama Mzize sehemu ambayo yupo na cross ambapo inapigwa, huoni kama ana uwezo wa kuisaidia timu. Kwa sababu gani? Cross inapigwa mbele yake, kuna wachezaji 2 wa FAR Rabat ambao walikuwa free na hakuwa tayari kwenda kuweka pressure, ndio maana mpira ulipotua kwao alikuwa na maamuzi, au ile fullback alikuwa na maamuzi rahisi ya kuweza kufunga. Kwa muda sasa tulikuwa tumeiona Yanga aina hii, na huenda kocha Pedro alikuwa anajaribu itakuwaje siku ambayo anahitaji sare tu na yupo ugenini dhidi ya timu bora duniani au Afrika. Ataweza kujienda kwa dakika zote 90 au wachezaji wake watachoka haraka? Kama alikuwa anajaribu kitu, bila shaka majibu yake ameyapata. Lakini pia kama ulikuwa ni mfumo au ulikuwa ni mpango mkakati, bila shaka majibu yake ameyapata. Majina yangu ni William Benedict. Tunashukuru kwa kunipa muda wako wa kufuatilia uchambuzi huu. Usiache ku-like, share, comment, subscribe ili wafikie wengine wengi. Nikutakie siku njema.